shadows fall and hope seems gone, His gentle hand still leads me on. He clears the path for me every day. When shadows fall and hope seems gone, His gentle hand still leads me on. He clears the path for me every day. I know my Lord, ndio maana ya Diotreph. Tunaona jina la Diotreph lina maana, jina la Kigiriki ambalo lina maana mbili. Dios maana yake Mungu wa Kigiriki, na Treph maana yake anga. Kwa ujumla tunaona Diotreph ni mlishaji wa Mungu anga. Kwa hiyo tunaona tabia ya kwanza ya Diotreph. Tusome katika kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na verse ya 9. Tusome. Niliandika barua fupi kwa hilo kanisa, lakini Diotreph ambaye hupenda kuwa wa kwanza au kuwa kiongozi hataki kabisa kunisikiliza. Amen. Huyu ni Yohana ambaye aliandika habari hizi akimwandikia mchungaji wa kanisa la Efeso ambaye ni mchungaji anaitwa Gayo. Gayo kimatendo, kiimani alifanya vizuri sana. Ni mtumishi ambaye amemtumikia Mungu katika viwango vya juu. Ni mtumishi ambaye amemtumikia Mungu katika viwango ambavyo vinapendeza kabisa. Na ninaposoma historia ya mchungaji wa kanisa la Efeso Gayo, inanivuta zaidi kuendelea kumtumikia Mungu katika kutafuta sana kujua na kuinuliwa zaidi, kukua kama vile mzee Gayo. Kwa hiyo mzee Gayo amesikilizika sana katika matendo yake. Imani yake ilikuwa nzuri sana na hakuachia hapo, kwa sababu amejua kwamba imani pasipo matendo ni yenye kufa. Mchungaji wa kanisa la Efeso akafanya nguvu, akakuwa na shurti kupitia neno la Mungu ya kwamba anastahili pia kutumika kupitia matendo. Akasikilizika katika mji wa Efeso, hata makao makuu ya kanisa la Yerusalemu wakasikia habari za mzee Gayo ya kwamba anafanya vizuri. Kwa hiyo Yohana kaandika hii barua fupi ili kujulisha kanisa kwamba Diotreph, yeye apendaye kuwa wa kwanza, yeye apendaye kuwa kiongozi. Kwa hiyo tunaona tabia ya kwanza ya Diotreph ni kupenda kuwa wa kwanza. Kwa hiyo yeye ambaye jina lake likimaanisha mlishaji wa Mungu anga, na pia akiwa mchungaji, akiwa anatumika pamoja na mchungaji wa kanisa ambaye yeye Diotreph ni injilisti, lakini maana ya jina lake lina maana nyingine ya kutumikia Mungu. Ikaonekana kwamba ni tofauti. Jina lina maana nyingine na kazi anayoifanya ni maana nyingine. Kwa hiyo jina likaendelea kumkokota, kumvuta atende sawasawa na jina. Ndiyo sababu katika part 1 nimeonyesha nguvu ya jina, nimeonyesha mamlaka ya jina. Mtu akipewa jina mbaya, kwa hiyo ikiwa hata omba zaidi, ikiwa hata hitaji ufungulivu, ikiwa hata hitaji Mungu zaidi, au ikiwa hata geuza jina, ujue mtu huyo jina linaweza likamvuta, linampeleka kutenda vibaya. Ndio maana umeona Diotreph pamoja na kuwa mwinjilisti wa kanisa, lakini alikuwa na tamaa ya kuwa wa kwanza. Kwa hiyo tunaona tabia ya kwanza ya mwinjilisti Diotreph, alipenda kuwa wa kwanza, alipenda kuongoza ndani ya kila kitu. Kwa hiyo tuwe hangi
tunapoona watu kama na hao ndani ya makanisa, na zaidi watu kama na hao wanajikuta kwenye madhabahu, watu ambao wamepewa neno ya kuhubiri, watu ambao wameruhusika kutangaza Injili, watu ambao wana neno katika kundi, lakini wanajikuta wanapenda kuwa wa kwanza. Lakini Diotrephe yeye kama mwinjilisti akiwa chini ya uongozi wa mchungaji wake akapenda awe wa kwanza, akapenda awe kiongozi juu ya mchungaji wake. Kwa hiyo tunaona kwamba tabia ya mwinjilisti huyu haikuwa nzuri. Yawezekana katika kanisa lako, hapa naongea na wachungaji wenzangu, yawezekana katika kanisa lako una watumishi wa aina hii. Wakati wewe unasema anahitaji yeye ainuke zaidi, yeye anahitaji kuonekana, yeye anahitaji kusikilizwa sana, yeye anahitaji aonekane katika kila kitu achunguze, kila kitu aonekane, ndani ya waimbaji aonekane, ndani ya washemasi aonekane, ndani ya waimbaji aonekane, ndani ya waombaji aonekane, ndani ya makundi mbalimbali ndani ya kanisa yeye aonekane tu. Kwa hiyo mtu kama na huyo, jua ya kwamba una Diotrephe ndani ya kanisa, na wa Diotrephe ni wengi ndani ya makanisa. Wachungaji wenzangu, tuwe makini. Wa Diotrephe ni wengi ndani ya makanisa, wameliharibu kanisa la Mungu, wameharibu shamba la Mungu, kwa sababu kanisa limeingiliwa na watu wanaojiita watumishi, kumbe ndani mwao wana ngozi, wana maisha ya Diotrephe ndani mwao. Kwa hiyo tuwe hangu watumishi wa Mungu, zaidi sisi wachungaji tuchunguze sana ni watumishi wa aina gani ambao Mungu ameruhusu tuwaweke ndani ya kazi. Ni watumishi wa aina gani ambao tunatumika nao? Ni watumishi wa aina gani ambao tuko tunatumika nao? Sababu kumbuka, roho ya Diotrephe haikufa, mpaka hivi leo inatenda kazi. Na watu kama na hao ni watu waharibifu sana. Tunaona Diotrephe anapenda kuwa wa kwanza katika jambo lote, anapenda kuongoza kuliko mchungaji, anapenda aonekane kuliko mchungaji, anapenda kuonekana kuliko wenzake wa injilisti, anapenda kuonekana kuliko watumishi wengine, kuliko wazee wengine wa kanisa. Katika jambo lote yeye aonekane, katika mambo yote yeye asikilizike. Unaona mtu yuko machachari katika vitengo mbalimbali vya kanisa, lakini unapomtizama hakuna kizuri anachokitenda, ni vurugu mtupu. Kwa hiyo jua ya kwamba huyu mtumishi kama na huyo ni Diotrephe, ambaye roho ya Diotrephe inamtawala. Kwa hiyo ana hali ya kutafuta kutawala juu ya uongozi. Kwa hiyo mchungaji mwenzangu, sikiliza mahusia, sikiliza mafundisho haya, itakusaidia. Utajua jinsi gani ya kuwatambua wakina Diotrephe, hata katika makundi za waimbaji, hata katika makundi za waombaji, hata katika makundi za Sunday school, hata katika makundi za wamama, hata katika kundi la wababa, hata katika makundi mbalimbali tulizo nazo makanisani. Kumbuka, wa Diotrephe wako wengi wamejificha wakifanya kazi yetu sisi wachungaji tuwachunguze, na Mungu aende kuwafunua ili shamba la Mungu lisiharibiwe. Kwa hiyo nakuomba sana mchungaji mwenzangu, tuwe makini katika kazi tunayoifanya, ili tusije tukaulizwe siku moja. Tusome katika Mathayo 20, sura ya 20, mlango wa 25 hadi 28. Nasema hivi:
kisha akawaambia, mnajua kwamba watawala wa mataifa huwatawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huwamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo, ila anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti awe mtumishi wa wote, na anayetaka kuwa wa kwanza kati yenu awe mtumishi wenu. Jinsi hiyo hiyo Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali amekuja kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi. Kwa hiyo Yesu Kristo anatuonyesha jinsi gani ya kunyenyekea. Diotrefe yeye hakupenda kunyenyekea mbele za mchungaji wake Gai, lakini amependa kuwa wa kwanza hata mbele ya mchungaji wake. Amependa kuongoza mahali pa mchungaji, alipenda kutawala mahali pa mchungaji, alipenda kuonekana mahali ambapo mchungaji aonekana. Lakini Kristo Yesu akatuonya akituambia kwamba yule apendaye kuwa wa kwanza na awe wa mwisho, na yule ambaye anayependelea kuwa mkubwa na awe mtumwa. Lakini Diotrefe maisha yake haikukuwa maisha ya kupendelea awe mtumwa, ilikuwa ni maisha yeye anapendelea awe mkuu, lakini kwa kazi ambayo yeye hakutenda, aonekane tu katika vitengo mbalimbali, aonekane kwamba yeye atambulishwe, aonekane akiongoza, na anavyoviongoza ni vyenye kuharibika, haviko katika neno la Mungu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, Yesu ametushauria kunyenyekea. Yesu ametushauria kushuka. Yesu ametushauria kuwa chini na kuwatumikia wengine. Lakini Diotrefe hakukuwa na maisha kama na hayo ya kuwatumikia wengine. Ilikuwa ni yeye atumikiwe, ilikuwa ni yeye aongoze kwa lengo la kuonekana tu. Ndiyo iliyokuwa matendo ya Diotrefe. Kwa hiyo Biblia ikamuona kwamba ni mtumishi mwovu ambaye amependa hata kutawala na mchungaji wake Gai. Kwa hiyo maisha ya Diotrefe pamoja na uinjilisti wake ukaonekana hauna nguvu. Leo huduma za watu wengi zinaonekana hazina nguvu, zinaonekana hazina mamlaka, zinaonekana hazina viwango. Ni kwa sababu ya watu, ni kwa sababu ya matendo yao. Wanapenda kuonekana katika fasi zote, wanapenda kila kitu waonekane, wanapenda wapewe neno fasi yote, wanapenda wasikilizwe kila mahali. Lakini kumbuka, watumishi wa Mungu, si kila mahali unaweza kusikilizwa. Mungu atubariki. Apendaye kuwa mkubwa na awe mtumwa wa wengine. Lakini Diotrefe hakupenda yeye awe mtumwa, amependa aongoze hata mchungaji yule ambaye analiongoza kanisa. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili, waraka wa Paulo wa pili wa Wakorintho sura ya 4 mlango wa 3. Unasema, maana hatujitangazi sisi wenyewe, ila tunamhubiri Yesu Kristo aliye Bwana, si wenyewe tukiwa watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Amen. Kwa hiyo Paulo naye anasema kwamba hatujitangazi sisi wenyewe, ila tunamhubiria Kristo Yesu. Lakini unapoangalia maisha ya Diotrefe, injili aliyokuwa akiipeleka haikukuwa injili ya kuwavuta watu kwa Kristo. Ilikuwa ni injili ya kujitangaza yeye, ya kujionyesha yeye, ya kujisalimisha, kuonekana ndani ya watu ya kwamba yeye ni mwinjilisti, yeye anafanya kazi, yeye ni
mwinjilisti katika kanisa la Efeso pamoja na mchungaji Gayo, lakini akiwa na maono ya kumtawala mchungaji Gayo. Kwa hiyo injili aliyoipeleka ilikuwa ni injili ya kujiinua, ilikuwa ni injili ya kujipendelea. Lakini Paulo anatuelezea kwamba sisi watakatifu, sisi watumishi wa Mungu hatujitangazi sisi. Ukiona mtu anapeleka maono, anajitangaza yeye, huyo ana roho ya Diotrefe, kama vile alivyotumika Diotrefe. Paulo anatuonya kwamba hatujitangazi sisi, ila tunamtangaza Kristo Yesu. Haleluya! Tunastahili kumtangaza Kristo Yesu kwa sababu yeye ndiye msingi wa neno la Mungu, yeye ndiye kichwa cha kanisa. Tunapohubiria injili, hatuhubiri injili kwa jina la mtu mwingine, hatuhubiri injili kwa wazee wetu, lakini tunahubiri injili tukiwatangazia watu Yesu Kristo kwa mataifa yote. Lakini Diotrefe alihubiri injili akijitangaza yeye, akijionyesha, akijipresenti kwa watu, akijionyesha kwamba yeye ndiye mchungaji wa kanisa la Efeso. Kumbe ni uongo, akijitamanisha, akijisamanisha yeye mwenyewe. Haleluya! Lakini Paulo akatuonya, hatutangazi injili ya kujitangaza sisi, tunamtangaza Yesu Kristo mwana wa Daudi. Kwa hiyo katika kuwachunguza tu wahubiri, utajua huyu haitangazi injili ya kweli. Watu wengine wanapeleka injili ya pesa, watu wengine wanapeleka injili ya mafuta, watu wengine wanapeleka injili ya vitambaa, watu wengine wanapeleka injili ya mafuta, injili ya maji, injili ya mapete, injili ya vitu, kuliko kupeleka kumpresent, kumtambulisha Kristo kwa watu, kutangaza Kristo kwa mataifa. Watu wengi wameshindwa, watumishi wengi wameshindwa kumtangaza Kristo. Wanaanza kuambia watu watambuke mafuta, wakanyage mafuta, wavae mapete, wavae vitu shingoni, wavae vitu maservice ambayo hazina maana katika wokovu. Lakini Paulo akatuonya, akatueleza kwamba tuwe hange tunapoipeleka injili, sababu injili inamtangaza Kristo Yesu tu, si mtu mwingine. Tutasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 vesi ya 4 hadi 8. Filipi sambil nyanyi di sana Bang ya. Kwa hiyo tuwe makini katika injili tunayoipeleka, ili tusilaumiwe, ili huduma zetu zisionekane kama hazina nguvu. Kwa hiyo tuwe makini sana, na sisi wachungaji tunaoongoza makanisa tuwe hange, tuchunguze wale ambao tunaotumika nao, ili roho za Diotrefe zisiingilie watu wasivamiwe, injili ya Kristo isiingiliwe na wale waliopenya kwenye madirisha, kama vile Paulo alivyosema. Kwa tunaona kwamba Diotrefe alikuwa mwovu akipeleka injili, tunaona kwamba aliharibu injili hapo Efeso. Tunasoma katika kitabu cha Waefeso Wafilipi 2 Filipi sura ya 2 na vesi ya 4 hadi 8 inasema hivi: pasiwe na mtu anayetafuta faida yake mwenyewe tu, bali faida ya wenzake. Hapa Paulo anatuonya pasiwe mtu anayetafuta faida yake yeye mwenyewe, bali iwe ni kwa ajili ya watu wote. Lakini Diotrefe maisha yake ilikuwa ni kutafuta faida yake yeye mwenyewe, yeye aonekane, yeye ajulikane, yeye aonekane kwamba yeye ndiye ana karama ya kuhubiri, yeye aonekane yeye ndiye anaye hali ya kuomba, anajua yote. Kwa hiyo na hili jambo linaonekana zaidi katika makundi za waombaji. Waombaji, ikiwa utanifuata hapa, utajua jinsi ya kuishi. Wakati mwenzako ana karama ya uponyaji,
Wakati mwenzako ana karama ya kuomba zaidi, jua ya kwamba si yeye aliyeipendelea, lakini ni Mungu ndiye aliyempa. Kwa hiyo na wakati una karama ile, usichafue, kwa sababu utaulizwa uitumikisha katika aina gani. Usitafute faida yako katika kazi ya Mungu. Usitafute faida yako katika huduma unayoifanya. Usitafute faida yako kupitia karama uliyoipewa, kwa sababu tutaulizwa siku. Kesi ya tatu, muwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo. Msimamo wa Kristo ulikuwa ni wa kuitangaza Injili, wa kutetea wajane na mayatima, wa kutetea wale walioonewa, wa kutetea wale ambao shetani amewalalia, wa kutetea wale ambao shetani amewaonea. Yawezekana mtu ameonewa kiafya, mtu ameonewa hajiendelezi kihuduma. Hao wote sisi ni kufanya nguvu watu hao tuwainue. Malengo ya Yesu Kristo ilikuwa ni kwamba Injili ya Kristo ipenye kwa mataifa yote, lakini leo watu wanajiingiza katika vitu kwa kuhubiri vitu kuliko kutambulisha watu vitu kuliko kutambulisha watu Kristo, na hiyo inaleta sana machozi ndani ya Kristo. Yesu anapotutizama anatuona kwamba kweli hii ni Injili ambayo inapelekwa, au ni ujanja wa watu, ni Wadiothrefu waliojiingiza kupitia madirisha wakaliharibu kundi la Mungu, kulisambaratisha. Watu wanalipishwa pesa makanisani kama vile ushuru. Ni shida sana. Msimamo wa Yesu ulikuwa ni kuhubiri Injili tu. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kugangania kwa nguvu. Yeye Yesu asili yake ni Mungu, akaona kwamba hawezi akagangania, hawezi akashikamana na umungu huo. Ilibidi Kristo avae mwili, ashuke duniani. Ndiyo sababu katika pati nilizozifundisha pale mbele, ukisoma Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu alipopenda ulimwengu akatupa mwanawe wa pekee, kwa lengo kila mtu atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe malengo ya mbingu si kwamba watu waangamie, si kwamba watu wapotee, ni kwamba watu wapate uzima wa milele. Na ndio sababu Mungu akatupenda, ndio sababu Mungu akapenda mwanadamu kuliko viumbe vyote, ndio sababu Mungu akapenda mwanadamu kuliko vyote alivyoviumba. Na alipompenda mwanadamu akampatia mtoto wa kiume, na huyo mtoto wa kiume akaja na nguvu za kifalme mabegani mwake, na huyo anaitwa Mungu milele, ndilo jina lake. Kwa hiyo hatushindwi na kitu tunapojitoa tu katika Injili ambayo tumeitumwa kuifanya. Tutaifanya bila ujanja, lakini roho ya Kidiothrefu ikiingilia, watumishi wataharibu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Kwa hiyo akaona kwamba yeye hawezi baki na uungu huko mbinguni, akatoa umbo la mtumishi na mtumwa, akaja duniani kwa sababu aishi na sisi kwa lengo la kutuokoa. Na mwezi wa 6 malaika Gabriel akamtembelea Maria, akamwelezea, akamsalimu. Alipomsalimu akamwelezea kwamba amejaliwa kupita wanawake wote, akamwambia kwamba atachukua mimba na atamzaa mtoto wa kiume na atampa jina la Yesu Kristo, au atampa jina Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na wanadamu. Mungu ameshuka kutoka mbinguni akakuja kukaa na wanadamu, akaishi na sisi, akakula, akatumika, akachoka kama wanadamu, na
kisha hapo wahalifu, kisha hapo akaangamizwa na akatuokoa hapo Kalvari. Kwa hiyo mimi na wewe tunastahili sana kuwekea akili katika wokovu tuliopata, sababu Kristo amekufa mara moja na akafufuka mara moja. Kwa hiyo hakuna tena Kristo kukufa, amekufa mara moja na hilo ikakuwa tosha. Kwa hiyo lengo langu ni kwamba tuepukane na tabia ya Diotrephe, kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote. Kisha Yesu Kristo kujinyenyekesha, sasa akashinda kifo na mauti. Hapo akakwezwa, akapewa jina lipitalo majina yote, na jina hilo linaitwa ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa, usiwe na tabia hii ya Diotrephe. Acha mafundisho haya uyashike na kuyaishi, na zaidi wachungaji wenzangu na waongoza watu wa Mungu, tuchunguze zaidi. Ikiwa tabia hii ikionekana ndani ya wana wa Mungu, ikionekana ndani ya watakatifu, chunguza na uendelee kufundisha watu wa Mungu, sababu Diotrephe alikuwa na maisha ya kupenda yeye kuwa wa kwanza ndani ya kila kitu. Kwa hiyo Mungu atubariki na kualika usubscribe, ushare na kucomment, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Daudi tunaomba. Amen. Tubariki.